unafanyaje? Neno linaondoka, umejifunza nini? Kwa sababu Mungu amekupa uwezo uandike. Unapoandika, unapokaa, umeshakaa sehemu, basi ukishasoma sentensi moja tu, mimi hapa nilipo ninapohubiri, utaniona live. Utaniona kabisa kwenye ufahamu kwamba mchungaji aliyehubiri huyu hapa, neno ile ambalo alihubiri hapa. Kupitia nini? Bwana asifiwe sana. Pande mwingine, atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Anayetenda dhambi ni wa Ibilisi. Waraka huo kwa sababu haya yote yametoka kwenye waraka wa Yohana tu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 7 hadi wa 10. Wote wale watendao dhambi, baba yao au kiongozi wao ni Ibilisi. Kwa sababu Ibilisi ndiye anayetenda dhambi. 5. Tunao uhakika wa uzima wa milele ikiwa twawapenda ndugu zetu. Tunao uhakika wa uzima wa milele ikiwa twawapenda ndugu zetu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 14. Ambapo anasema sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani. Wote wale wanaompenda Bwana, wote wale wanaowapenda ndugu. Na hapa ndipo ambapo napo pia nataka nisogee kidogo kuwapenda ndugu. Unawapenda, na maana ndugu unapowapenda sio ya kwamba uambatane nao kimatendo yao kwa kuwa ni ndugu zako. Kwa sababu kuna ndugu wengine, kuna wengine huwa wanawachukia ndugu zao. Wameokoka hapa lakini wamefanya wanawachukia, hata kusogeleana nao hawataki kusogeleana nao. Hapana. Wewe sogea, mnashirikiana nao kwa mambo yale yanayomtukuza Mungu. Sio yale mambo ambayo hayamtukuzi Mungu. Kwa mfano, ukisoma katika Injili ya Luka sura ya 14 na mstari wa 25, ukianza mstari wa 25, anazungumzia kwa habari alipokuwa na makutano, aliweza kuwageukia wale waliokuwa nao pale, akawaambia, ikiwa mtu anataka kunifuata mimi, asiyemchukia baba yake wala mama yake wala mke wake wala watoto wake na hata nafsi yake, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kwa nini alikuwa anasema hivyo? Kwa sababu alisema hayo kwa sababu hayamtukuzi Mungu. Na ushahidi huo yeye mwenyewe alitumia hiyo mbinu alipokuwa kwenye mkutano kama huu. Tena naonyesha hivi, alikuwa hivi, niko na ndugu zake wakaja. Ina maana mafundisho haya ndio yale ya kwamba sasa, kama mama, baba, mtoto wako au nani yako atakuwa na njia zingine, mtoe mbali. Kwa sababu pale ameanza juu pale. Amesema kwamba mtu atakaye kunifuata mimi, asiyemchukia baba yake na mama yake, mke wake pagumu hapo, mke wake na watoto wake na hata nafsi yake. Kwa sababu ya nafsi inaanza kukuletea mambo ambayo ya kukushawishi kwenda kutenda dhambi. Kwa hiyo usipoichukia hiyo nafsi, hiyo inataka kukukosesha, hauwezi kuwa huwezi kwenda kwa huwezi kumfuata Bwana Yesu. Na ndio maana kuna mahali akasema kwamba kama jicho likikukosesha, aheri ufanye nini? Uling'oe, ili uingie mbinguni na jicho moja. Lakini Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hiyo hii hapa inatusaidia, tukikaa hivyo na Mungu atatusaidia sana. 6, tunao uhakika wa uzima wa milele ikiwa tunafahamu kuwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Tukiwa yaani uhakika wa uzima wa milele ikiwa tunafahamu kuwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, hapo ndipo tutakuwa na uhakika kabisa. Kwa hiyo ina maana haya ni ya kwako wewe. Leo kama unachukua, naomba uchukue. Na hapa huwa tunachukua kama haraka. Naamini baba mchungaji, naamini Jumatano kuna mafundisho au si ndio? Eti uchambuzi wa Biblia, mafundisho haya ndio haya sasa. Na kama mkitaka kwamba sasa nije nifundishe siku ya Jumatano ili muniulize na maswali, safi, kwa sababu hiyo ndio napenda hiyo, kwa sababu hatuwezi tukaenda au tukaingia kwenye kama haujui. Mimi huwa nasema ya kwamba unaweza ukachukua vitu vyote, lakini kama hauelewi ni sawasawa na hakuna. Sasa hujui. Kwa hiyo lazima tuelewe. Kwa hiyo Jumatano ni mafundisho. Sasa kama ni mafundisho haya tunayojifunza leo hii hapa, chukua. Bebe, wewe ni ndini hangu. Wafu haudema kama ng'ombe. Unena kaye ng'ombe kiliho ni hahi. Na ni ushema wabele. Ng'ombe uloja kuidema. Jika tulaga kwa maswaki, kijile tulaga maswaki, si ndio? Jamani, nasema hivi, sisi ni sawa hapa tulipo kwa leo, ni sawa kama ng'ombe. Ng'ombe anapoenda kuchunga huwa anakula tu zile nyasi, anaweka tu, anapukia tu. Sawa? Ndio maana tumbo huwa linakuwa kubwa. Lakini akirudi zizini pake ndio anaanza kumeng'enywa kidogo. Na ukimwangalia vizuri, sisi wafugaji tunafaidi kufundisha somo hili, kwa sababu anaporudi machungani unashtukia tu analitoa huko linakuja hapa, ndio anaanza kumeng'enya tena, anaanza kutafuna tena upya, alafu analirudisha tena kule ambao ameshalisaga. Kama litakuwa limeingia baya, kwa bahati mbaya amelichukua hapo wakati anachunga, amechukua likaingia kwa bahati mbaya, utashtukia analitema. Uongo? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndio hivyo sasa tulivyo hapa. Naomba tuchukue kwa haraka ili baadaye tutaenda kuchambua vizuri na Mungu atatusaidia. Tunao uhakika wa uzima wa milele ikiwa tunafahamu kuwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 24. Na hii inathibitishwa pale Mtume Paulo wakati anafundisha, anawaambia hawa watu wa Korinto walipokuwa wanaiharibu miili yao kwa mambo mbalimbali, akawaambia kwamba ninyi hamjui ya kuwa ninyi huu mwili umeshakuwa hekalu la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hiyo tunao Roho anakaa ndani mwetu, na yeye Roho ndiye anayetusaidia. Na ndio maana Roho Mtakatifu ndio muhimu sana wewe kumpokea ili uwe pamoja naye, kwa sababu kwanza ilikuwa ni ahadi kutoka kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu wakati anaondoka, alipowaacha hawa wanafunzi, anataka kuwaacha, walianza kuhuzunika kwa sababu walikuwa hawajui hatima yao, ya kwamba sasa kiongozi wetu na huyu tuliyemzoea anataka kuondoka, itakuwaje? Akawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu, kwa sababu mimi naenda kwa Baba kuwaandalia makao. Nitakapokuwepo huko na mimi nitarudi kuja kuwachukua, nilipo mimi na ninyi muwepo. Lakini sitawaacha hivi, nitaenda kumwambia Baba awaletee Roho Mtakatifu,
awaletee msaidizi. Maana yake ni Roho Mtakatifu. Huyu sasa ndiye atakayekuja kukaa nanyi, naye atawafundisha na kuwakumbusha haya yote niliyokwisha kuwaambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana hiyo Roho Mtakatifu ni muhimu sana kukaa ndani mwetu. Kwa hiyo na sasa tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani mwetu, na huyu Bwana huyu Roho Mtakatifu sasa yeye anataka akae mahali palipo salama, palipo safi. Ina maana usiwe na dhambi yoyote. Kama utajichanganya, utamfukuza Roho Mtakatifu, na ndio maana utabaki wewe tu kama wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa uzima wa milele, ikiwa tunajitahidi kufuata mfano wa Yesu na kuishi kama yeye alivyoishi. Bwana Yesu aliishi, na ndio maana tunataka kama tujifunze zaidi sasa haya, ili tuweze kujua ni namna gani tunataka kama tuishi, kwa sababu sisi ni tofauti. Mtume Paulo analiambia kanisa la Efeso, ukisoma ile sura ya 4 wa Efeso sura ya 4 na ule mstari wa 17, kwa mstari wa 17 anasema kwamba basi ndugu zangu, naomba msienende kama wa mataifa jinsi wanavyoenenda. Kwa hiyo ina maana wewe nataka kwamba usiende kama wa mataifa wale kule wanavyoenenda, uwe tofauti. Na hii ndio sehemu kubwa ambayo naweza kusema kwamba walokole